hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine, Joshua. Siku ya leo tuko mahali hapa na niko na mwalimu wangu profesa yuko online, nilitaka wasalimie wapende na uzima, alafu tutaendelea. Amen. Na amani. Na amani. Nampenda Yesu. Kwa hiyo nataka nisitumie nafasi kubwa ili yeye apate kuzungumza na ninyi. Haleluya. Dr. Professor, are you there, sir? Yes, sir, you can go ahead. Can you see them? Anataka kuwatia moyo na kuwapa mkono hongera kwa kile ambacho Mungu anafanya. Mungu amefanya mambo makubwa katika maisha yangu. Biblia inasema wengi wameitwa, lakini waliochaguliwa ni wangapi? Wachache. Lakini kwa neema na kwa utukufu wa Mungu, wewe ni mmoja wapo kati ya wale wachache waliochaguliwa na kutolewa na Mungu. Unaweza ukapiga makofi ya Mungu tena kwa sababu
Nataka niende kuomba alafu nikupe neno la fupi litakalokupeleka katika hatima ya maisha yako. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neema hii, kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako na kila ambacho unaenda kufanya. Wakati tunaenda katika neno lako, wacha wakusikie, lakini wacha neno lako liwe ndio kiongozi na dereva wao katika maisha yao. Wape neema ya kuongezeka kwa kile ulichowapa katika maisha yao. Baba, na kushukuru katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Sema amina. Ninataka niongee na ninyi katika zile alfabeti, barua namba P, ile alfabeti tunazijua. Kila katika hiyo barua ile namba P itakayokupeleka katika hatima yako. Maana uko katika njia, katika safari ya kufika katika hatima yako, si kuanzia siku ya leo. Yesu amekuita kwa kusudi la kuweza kutimiza hatima yako, na nataka ujue kwamba wewe ni mtu wa thamani. Lakini ile namba 8 na namba P, ile alfabeti zile AP itakusaidia. Namba moja ya kwanza katika ile barua, ile alfabeti P itakayokusaidia kwamba ile leta P ni purpose, kusudi. Kusudi katika maisha ndio litakalotambulisha au litakapokupa direction katika lile ulichoitiwa. Kwamba kusudi ndio kilichokuleta katika shule hii. Lile kusudi litakupa wewe kujua na kutambua Mungu amekuitia kufanya nini. Wote tumeitwa pamoja, lakini sio wote tuko katika wito mmoja. Maana kama ni mchungaji, mwingine ni mwinjilisti. Amen. Wengine wetu ni walimu, wengine wetu ni mitume, wengine wetu ni wainjilisti, wengine wetu ni wachungaji. Tumeitwa katika huduma mbalimbali. Amen. Lazima ujue kutambua kusudi lako, ujue kwa nini uko hapa duniani. Amen. Kuanzia hapo ulipo unaelekea wapi? Dira ya maisha yako ni namna gani unaweza kufikia malengo yako katika nini? Katika maisha. Hii ndio maana kusudia nini? Kusudi lako ni muhimu. Matendo 13. Okay, Acts 13 verse. Yes, we can hear you. The book of Acts 13. Matendo
mstari wa 36 tukasome. Amen. Biblia inasema kama Daudi akiisha kutumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Amen. Kusudi lako ni muhimu katika maisha. Daudi alimtumikia Mungu na katika kusudi lake ni aliloitiwa, na kabla hajaaga dunia hii alitumikia kusudi. Sema kusudi. Mtazame jirani yako sasa, mwambie jirani, tunapoondoka hapa siku ya leo, lazima uhakikishe umefanya nini? Umetimiza kusudi. Mwambie jirani, lazima utimize nini? Kusudi la Mungu. Ya pili ni maandalizi. Ni maandalizi. Maandalizi yako ni muhimu, kwa sababu maandalizi pasipo kusudi hawezi kutimilizwa katika maisha. Kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, Second Chronicle, alipata kile kitabu kile cha alipata hapo kile kitabu cha Matendo, Mambo ya Nyakati wa Pili, Second Chronicle 26 mstari 26-27. Amen. Let me read. It says, niko katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya ngapi? 27 mstari wa ngapi? Mstari wa 6 inasema, basi Yotham akawa na nguvu kwa kuwa alizitengeneza njia zake mbele za Bwana Mungu wake. Amen. Amen. Mungu amekuandaa kwa ajili ya shule hii. Wakati ukitoka mahali hapa, nenda ukajiandae kwa ajili ya kusudi ambalo Mungu ameweka kwenye maisha yako. Wewe sio mtu wa kila, nasema wewe ni mtu maalum sana. Yes, we can hear you, sir. Wewe sio kama kila mtu. Wewe ni watu tofauti kuliko mtu yoyote. Kwa hiyo tunakuomba kwa jina la Mungu Baba, wakati ukitoka mahali hapa, ujiandae, uweze kujiandaa kwa ajili ya ile kusudi la Mungu, maana ina vita. Jiandae kwa ajili ya vita ambavyo viko mbele yako kwa ajili ya wito na huduma. Amen. Jiandae kupambana na vita ili kuweza kumiliki. Kwa hiyo jiandae kushinda na sio kwenda kulia, kwa sababu hatukuitwa kwa ajili ya kuweza kusema we are not called, kwa ajili ya kuweza kusema tunaweza kujitathmini juu ya maisha yetu.
Tumeitwa kutambua kusudi la maisha yetu. Ukishajitambua lazima ujiandae. Namba ya 3, kwamba katika safari yako ya jambo la 3 ni kwamba unaenda na watu. Utahitaji watu katika safari hii, lakini utahitaji watu sahihi. Sio watu ambao watakaochukua wito ndani yako, bali watakao kusaidia katika wito. Sio watu watakao kuhuzunisha katika safari. Sio watu ambao hawatatambua wito ambao Mungu ameweka ndani yako. Kitabu kile cha Methali, mtu anisome Methali 13:20. Aliyepata anaweza kusoma. Ndio. Nenda pamoja na wenye hekima, na utakuwa na hekima. Amen. 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 Tembea na watu ambao wana hekima na maarifa, wenye ufahamu katika maisha. Kwa sababu tabia ya tai huwa hangaike na kuku. Amen. Wao kazi yao ni kuhakikisha wanaruka juu kwenda katika altitude ambayo hata shetani hawezi kufika. Maana tabia ya kuku level yake ni hapo chini chini tu. Mwambie jirani, mwangalie jirani yako, mwambie jirani, wewe sio kuku. Wewe ni kama tai. Lazima ujifunze kutembea kama nani? Kwa viwango vya tai. Amen. Namba 4. Katika ile namba letter K tunasema ni vile nini katika pattern, zile vipengele katika kusudi. Kwa hiyo kama mwanafunzi wa Yesu lazima kufuate kusudi au ile kusudio la Yesu Kristo au njia ile. Fuata njia za Yesu Kristo. Kitabu kile cha Filipi ngapi? 4:3. Kitabu kile cha Filipi 3:17 tusome. Wafilipi 3:17. Ndio. Ndugu zangu, nifuate mimi. Amen. Amen. Fuata njia au mfano wa Yesu. Usifuatishe namna ya dunia kwa sababu ya vile vinavyoendelea katika dunia. Sio kwa sababu umekosa fedha unataka tukufanye injili ile kwa ajili ya kupata chochote kitu. Usifanye hivyo. Wakati ukienda nje, fuata njia na nyayo na mifano ya Yesu. Hakikisha unafuata vile ambavyo umefundishwa, misingi, kanuni. Kwamba hakikisha unafuata na kuiga mfano mzuri wa kiongozi na mwalimu wako.
Usifuate namna wale wanaofanya kazi kwa ajili ya kujaza nini tumbo au wanatuchukulia tumbo. Amen. Namba ya 5, katika ile P ni plani. Amen. Katika tunaenda na ile alfabeti ya P, kwamba hakikisha unaweka mikakati. Unaweka nini? Mikakati, ndio maana plani, ili usije Luka 10 na ngapi? 14 mstari wa ngapi? Okay, tusome Luka 14:28. Aliyepata anaweza kutusomea Luka. Ndio. Amen. Kwa hiyo ametupa nini? Kutathmini na kuweka mikakati. Haleluya. Amen. Hakikisha unaweka mipango yako sawa sawa. Usiende kutembea na watu wasiokuwa na mikakati. Na kama tulivyosikia watoto walivyotuambia, kabisa kuwa na nini? Njia zako na kazi zako. Amen. Na Mungu atahakikisha ile mikakati yako inafanikiwa. Anasema kwa maisha yake hajawahi kuona mtu yote aliyepanga pamoja na Mungu akashindwa kufanikiwa. Haiwezekani. Ukiweka mikakati yako ukaanza na Yesu na mikakati yako, atakutoa utukufu kwenda utukufu. Hakikisha unaweka mikakati, weka mikakati sawa juu ya maisha yako na huduma yako. Hakikisha unaweka mikakati ya kusoma Biblia. Hakikisha unapata muda wa kuomba na kufunga. Hakikisha unapata muda wa kuomba sana. Lakini pia uwe na mikakati katika kuwafikia marafiki na ndugu zako kwa habari ya kuwafikishia ujumbe wa neno la Mungu, kwa sababu kuna kitu kilichobadilishwa leo katika maisha yako. Kwa sababu hiyo basi, kuna marafiki wako watakuacha na kuna ambao wataambatana na wewe. Hakikisha uwe na mkakati wa kumtumikia Mungu kwa ushindi. Amen. Hakikisha unakuwa na muda na mikakati ya kumtumikia nani? Uwe na kusudi la kufanya mbele za Mungu. Nenda kwa hospitali, yatima, wapi, hakikisha kumtumikia nani? Mitaani huko, magereza na kadhalika. Usiseme sina nini cha kufanya. Uwe na mikakati. Nenda hospitalini kaombee wagonjwa wanaokufa hata wamjui Yesu. Hakikisha unapata kuweka mikakati ya kuwafundisha watu. Katika agizo tunalikumbuka, nendeni mkafanya nini? Kwa kuwafundisha kama mlivyofundishwa. Hakikisha unakuwa na mikakati ya kuwa nani? Wakili mzuri na balozi wa Yesu. Amen. Namba ya 6, vile ambavyo Mungu ameweka ndani yako. Vile vitu ambavyo ndio tunaenda protection, zile ambazo Mungu ameweka nini? 18 kitabu cha Methali. Yes. Alifika hapo Methali 18. Ndio.
Nasema zawadi inafanya nini? Ikakupatia nini? Mbele ya nani? Amen. We read or say amen. Amen. Amka uamke na zawadi au vipawa ambazo Mungu amekupa. Usije ukakaa kimya ukasema basi nimeshajifunza situmii kile ulicho. Ndio maana amka. Amka katika usingizi, amka katika kukaa. Hakikisha unatumia kipawa ulichopewa na Mungu. Lazima uamke na uangaze. Amen. Usije tukakaa ukarelax ukawa unaangalia tu vipawa na ulivyo navyo, lakini uvitumii, utadaiwa talanta. Amka na nguvu na moto wa kimungu ndani yako ukamtumikia Mungu. Kile ambacho kimekuwa kikisumbua kikitabisha familia yako, hakikisha unaweka kikomo kwa kusimama na kuomba na kufanya nini? Kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu una mafuta na una nguvu. Ndani yenu kuna Daudi leo. Na kuna Debora ndani yenu ambaye anasimama kwa ajili ya taifa zima. Na kuna Jefta ndani yenu siku ya leo. Sisi tunawajua wale mashuhuri. Na kuna Esther ndani yenu leo. Amen. Na kuna Mary ambaye malaika atamtembelea na kumpa ujumbe. Lazima usimame, uamke na kufanya kazi kwa kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwamba ndani yako, ndani ya umati huu kuna Yosefu. Yosefu tunakumbuka alipita lakini hakuweza kuitupa kile ambacho Mungu ameweka. Kuna ambayo kama watasimama kama Yoshua kuhakikisha wanawafikisha watu katika ardhi ile nini ya haki. Amka na uangaze na vile vipawa na zawadi ambazo Mungu amekupa. Wewe lazima useme yatosha sasa. Lazima uamke na vipawa na zawadi ambazo Mungu amekupa na kutenda kazi. Haleluya. Lazima uangushe kila kuleta aliyo mbele yako na kusonga mbele. Na kushinda vita kwa ajili ya Bwana. Amen. Amen. Namba ya 7 ni nguvu. Namba ya 7 ni nini? Nguvu. Nguvu, sema nguvu. Kwa kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 9. Aliyepata tusome. Nimefunguliwa mlango nini mkubwa wa kufaa, lakini kuna wengi wanifanya nini? Amen. Kwamba nguvu inamaanisha msaada wa Roho Mtakatifu. Unahitaji nguvu ya Mungu katika kuenenda kwako ili utimilize hatima yako. Wale unajua kwa nini? Wachawi washirikina wanatafuta watu wasio na nguvu kuweza kuwatesa.
Lazima uwe na nguvu ya Roho Mtakatifu katika kutenda kazi ya Mungu ambaye amekupa. Chukua nguvu za Roho Mtakatifu. Kila kitu ambacho kinataabisha familia yako, una nguvu ya Roho Mtakatifu kufanya nini? Kuvitisha. Kila kile kitu kinachoathiri jamii yako, watu wako, una nguvu ya kusitisha. Una nguvu ya kuponya magonjwa, sema amina. Una nguvu ya hata kufufua wafu, sema amina au amina. Unaweza kuponya viziwi, viwete, vipofu na kadhalika. Sema nguvu. Sema nguvu. Nguvu. Nguvu ya Roho Mtakatifu bado iko wapi? Kazini. Inakusubiri wewe. Na unahitaji hiyo nguvu kwa ajili ya safari yako. Na ya mwisho katika ile barua yetu ya P au ile alfabeti ile tu P ni maombi. P inasimama kwa maombi. Luka 18 mstari wa kwanza. Tunakumbuka nakumbuka ule mstari tayari Luka 10 ngapi? Inasemaje? Akawaambia mfano. Tusome basi. Akawaambia mfano, imewapasa kufanya nini? Imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate nini? Lazima mtu yoyote ambaye ana kusudi, aliyebeba kusudi, lazima ajiambatanishe na maombi. Uwe mtu wa maombi katika mikakati yako. Usije ukaweka mikakati alafu ukashindwa kuomba. Usije ukajikea katika ule ulimwengu wa roho. Kwamba katika ulimwengu wa roho inaongozwa na kuongozwa na maombi. Lazima jifunze kuomba ili kwamba usije ukawa nani unayewinda. Lazima ujifunze kuomba ili kwamba adui asikufanya kitu leo. Unapoomba unachukua mamlaka, unakuwa mawasiliano na Mungu wako. Lakini nataka pia ujue kitu siku ya leo, kwamba shetani anachotamani sana uwezi kujua ile au kipao ulicho nao au zawadi. Lazima uwe na muda wa kujitenga wa utulivu kwa ajili ya maombi. Yesu Kristo ni Mungu. Pamoja na kwamba ni Mungu, alipokuwa huko ulimwenguni, Yesu aliomba, je, wewe ujifunze kuishi maisha ya maombi? Sema amen. Ili usije ukawa nani? Usije ukawa nani unayewindwa na adui, si ndio? Kwa yule ambaye haombi, kuna mambo mengi yanatokea. Unapotoka kwenda kufanya kile ulichojifunza, mambo yale yanakuwa katika uhalisia. Amen.
Unapoanza kuenda na kutumika, nguvu ya Mungu inashuka ndani yako kwa kutimiza lile kusudi. Nguvu na utukufu wa Mungu itashuka juu yako katika jina la Yesu. Amen. Nataka mtu wimbe wimbo huu alioandika, anataka atufundishe. Na wakati unaimba wimbo wa wakilisho, unaweza kaimba pia wakati ukienda kuhudumu katika kanisa lako, wakati unaendesha huduma yako. Ni wimbo mrahisi, ni alioandika. Nataka usikilize. Kusudi lako litamka na tutaenda kutimiza mapenzi. Amen. 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 Thank you, sir. Haya makofi ya Yesu jamani. Amen. Hallelujah. Sisi wasomi wa tunaenda kusoma Bwana Yesu asifiwe. Asante.
kweli, moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Amefanya Yesu, amefanya Yesu, ametenda Yesu, ametenda Yesu, ametenda. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Ndio moyo wako mbele za Bwana, mshukuru.